Sisi viongozi tulioko serikalini unakwenda tu kulopoka tu. Ondokeni hapa. Hili eneo la mwekezaji ni nani? Kama ni la mwekezaji situlifute. Mwekezaji ndiye anakuwa juu ya watu tunaowaongoza. Mtu anaenda na leseni hapa kwangu, leseni hiyo. Wanaenda wanapatafuta, wanaanza kuchimba, wanachimba hata kwa miaka 6 au miaka 10. Wakishaona kuna dhahabu panatengenezwa huku kwenye Wizara ya Nishati na Madini, mtu anapewa leseni. Hilo ni eneo langu. We can do that. Kwa hiyo na wale wa Shinyanga, sijui ni kijiji gani ambacho naibu waziri aliwaambia waondoke, hawaondoki, wanabaki pale, wapange mipango ya kulifuta hiyo leseni ya huyo mwekezaji. Kwa nini wawekezaji wanakwenda kutafuta tu mahali ambapo pana watu? Watu wanajichimbia wenyewe, wanapata riziki yao, halafu anakwenda anatafuta. Na wawekezaji hao saa nyingine matapeli tu. Ni lini Watanzania maskini watakuwa wawekezaji katika nchi yao? Kwa hiyo serikali tunayoiongoza, mimi na Samia, ambao ndio tuna wajibu kwa wananchi, hakikisheni mnazingatia haya maagizo yetu. Hakuna kuwafukuza watu ovyo ovyo kwenye maeneo ambayo watu wameshaanza kuchimba dhahabu, wamejitafutia wao, wanatafuta riziki yao, wanapata ajira wao. Lazima hao wahusika, kama ni mawaziri wao, wanatuuliza kwanza sisi. Sisi ndio wenye serikali, sio wao. Wanapotaka kuhamisha wamachinga kupeleka mahali fulani, lazima tujiridhishe sisi kwamba kuna eneo la kuwapeleka ambalo kweli litakuwa na faida kwa wamachinga katika kufanya biashara. Matamko yangu haya hayana maana kwamba watu wasiheshimu sheria na kufanya kiholela wanavyotaka. Wamachinga nao waelewe, na hao ninao watetea nao waelewe. Tuzingatie sheria, lakini si kuwaonea watu wanyonge ambao sisi tumeapa kuwatumikia na kutafuta solution za matatizo yao, na sisi tukawa part ya solution. Ninarudia, naibu waziri huko hapa na katibu mkuu. Kama kuna mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi au kiongozi yoyote anayefikiri haya maagizo yangu yanamkwamisha, aache kazi. Kwa sababu ni mimi na Samia ndio tulizunguka kwa wananchi. Tunafahamu shida zao.